Jamani poleni sana. Bwana naye mwanangu. Yes, kawaida kwetu hayo mbona. Ni kwangu ni bada hiyo. Kule ni ghetto tu wala siangaiki. Sasa huko ndala huko. Ulitoka Uingereza. Sana huko mbele. Giza sasa hivi mwanzo chini. Sasa hiyo siri huko. Waandishi ule pale. Usikani huko. Yes, hapa. Tukaliwa. Ndio huko. Inaweza kuja mkono sasa. Mpaka napoteza fahamu, sikuwa na sutepu mdomoni, sikuwa na kitambaa usoni. Lakini ni vitu ambavyo wakati napata fahamu ni vilikuwa usoni. Sikuwa na sutepu mdomoni, nilikuwa na kitambaa usoni. Tulia kwanza. Acha usiongee. Acha usiongee kwanza upate nani? Upate nguvu. Utapiga story baadaye. Asante sana kwa kuitazama Global TV Online. Pole sana. Watu wanatesa. Watu wanatesa sasa. Tulia, wananipa hasira sasa. Mungu atakulipa. Mungu atakulipa, tulia mbana. Watu waisee. Mungu anitoa uvumilivu. Wananipa hasira sasa. Tafambani. Wakili. Ndio kusafirisha wote huko kupeleka Dar es Salaam watu kosa kujeruhi. Unajua issue ya nani sana. Sasa siku ya Jumamosi kulikuwa kuna umeme. Ndio nilikuwa busy sana na laptop kwa sababu nilikuwa na charge. Lakini baadaye nikaa nimeiona gari nje imepaki muda mrefu. Na kwa sababu sasa dirisha langu, yani dirisha nikiliona gari maana yake lazima niangalie kwa ubavu. Naambia watu wamepaki gari kwa sababu wakati wakipaki na waona. Kwa nini wale watu hawashuki? Semeni wale kwa na shida zao. Kwa sababu gari yenyewe ilikuwa na tinted. Waache. Ilikuwa kwenye saa 12 hivi. Saa 11, saa 12 jioni, mmoja hao watu alishuka akaja kauliza vocha, lakini sikumtilia manani. Unajua bado sikuwa sijui chochote. Akasema nipe vocha Airtel, nikamwambia siuzagi vocha, afu nilikuwa busy kwenye simu na chat kwenye simu. Kwa hiyo sikumtilia manani. Lakini alipokuwa natoka na kurudi kwenye ile gari nikawa na wasiwasi fulani. Kuna roho ikanituma niondoke nirudi nyumbani. Natoka. Sasa ile natoka nafika mlangoni tu. Wakaja watu watatu kutoka kwenye ile gari. Mmoja akasimama kulia kwangu, mwingine kushoto kwangu, mwingine katikati. Mimi nikaegemea ukuta. Akasema, sisi ni askari, tunahitaji kuondoka na wewe." Niambia, askari? Ndio. Niambia, okay, sina shida, naomba ID. Niambia, ID? Niambia, hapana, ni taratibu, mimi sio mara ya kwanza kukamatwa. Wewe ni askari, kwanza kwangu ni mgeni. Sikatazi askari wageni kuja kunikamata, lakini unakuja hata kama umetoka mkoa mwingine, umetoka sehemu wapi, ufungie ukaenda kukamata wahalifu. Unakuja, lakini lazima uwe na askari wenyeji. Askari wenyeji, mimi hapa miongoni mwenu wote sioni askari mwenyeji. La pili, siwafahamu, siai kuwaona. Alafu nataka mimi kuamini useme ni askari. Kwani mimi nimeanza kushtakiwa leo, kamatwa leo? Kituoni napigiwaga hata simu naenda. Umeona? Sasa wakawa na nisogelea. Umeona? Nikamwambia hapana, msinisogelee. Nikashaona hapo kuna dalili fulani ambazo sijazielewa. Cha kwanza nirudi ndani, kana rudi kinyume nirudi ndani niweke begi. Umeona? Ndio wa kwanza akamwambia kamata kwanza begi na simu, ndio vitu vya muhimu. Umeona? Mimi nikana move sasa, nirudishe begi, mmoja akanitime. Akashika begi. Nikaanza kuvutana na begi, nikaanza kupiga kelele sasa ili watu wakusanyike kwa sababu ilikuwa tayari kagiza kameanza. Umeona? Na nilikuwa napiga kelele kwa sababu kutoka pale kwangu mpaka polisi ni mita 600. Kutoka pale mpaka benki NMB ni mita 10, kuna askari pale. Umeona? Kwa hiyo sasa
nikaanza kupiga kelele kwa nguvu kwamba wananiua, naomba msaada, wananiua. Wengine wakawa wananifumba mdomo. Kwa hiyo akinifumba mdomo na ng'ata, lengo langu sauti yangu ifike mbali, kukusanya watu. Na huku nikawa nawaita mdogo wa kazi hapa anayefanya naye kazi, alikuwa nje ya pale alikuwa kibandani kwa nje kidogo. Na waita na wale majirani zangu, ambia njoni huku. Wakaongezeka watu wengine. Wakati wamesha ninyang'anya begi sasa na simu. Wakaingia nazo kwenye gari. Wakaongezeka watu wengine. Kwa jumla 6. Kwa ile kuonyesha dalili ya watu kusogea, mmoja alikuwa ameshika bastola akakaa, akaweka kama kuwalinda hawa dhidi ya watu wengine wanaokuja. Kwa watu inabidi waogope wakae mbali. Watu walikuwepo wakakaa mbali sababu waliogopa sana. Ugomvi ni wa nini? Mimi nakaa hapa karibu na polisi. Kwa hao kwa vyovyote hawa sidhani kama ni askari polisi. Muone hawa watakuwa mitumwa nijeruhi au waniue. Kwa hiyo hapa mimi nipambane kwa maisha yangu. Aiza waniuili hapa wanifanye hapa. Kwa wakaanza kunipiga na nani hapo ofisini nimeshikilia chuma cha mlango. Wavuta, baadaye walinizidi, wanipeleka kwenye gari, bado na fight kupigania maisha yangu. Muone tumefika kwenye gari, yule mwingine anamwangia mwenzake, fungua milango. Fika kwenye milango, wakinipandikiza hivi na kanyaga nini mpaka wakanipakiza kule nyuma. Kwa bado nakaa na fight kwa sababu yeye anaendelea kupiga kelele. Mwingine anakaa anajaribu kunifumba mdomo nisiendelee kupiga kelele, huku gari inatembea. Mwingine anambia funga buti, kana kimbia funge buti. Anza kuchukua chupa za bia wanipiga nazo huku. Nilivimba sana. Yaani kipigo chote ni cha siku ya kwanza. Pigwa baadaye nikavimba. Japo nilikuwa sijioni, lakini naona macho yanaanza kuwa madogo, anaona kwa mbali. Na mmoja akawa anasema tumeshamuua tayari. Umeona? Na wakati huo alikuwa anataka anifunge kitambaa na sute mdomoni. Ndio hicho ni ambacho mimi nilikuwa na fight nikitoe wasinifunge. Kwa mwisho walivyonigonga sana kwa sababu nilivuliwa vile viatu vyangu, nilivaa suti. Walivua kile viatu vyangu vile. Nikawa napigwa kwenye masikio. Napigwa na viatu vyangu kichwani pamoja na chupa zile za bia. Unaona? Kwa mwisho wa siku nikapoteza fahamu. Kile kipigo kilivyozidi nikapoteza fahamu. Na sikujua niko wapi na nini. Na nimekuja kupata fahamu. Niko huko ambako nimesikia nimeokotwa. Kwa sababu nilipokuwa napata fahamu bado sikujitambua vizuri. Kwa sababu nikahisi kama nimelala. Yaani kwanza sijakumbuka nini kinaendelea. Baadaye nilipojaribu kama kujigeuza nikahisi nimenyasi. Yaani kama miba inanichoma. Kwa hiyo nikishika hivi naona kama nashika majani au miba inanichoma. Kwa hiyo nikagundua hapa ni polini. Kwa hiyo nikatoa ile sutepu. Yaani kwanza nikaangalia labda mazingira hapa karibu kama kuna watu. Kwa hiyo nikawa na jaribu kama kutoa sutepu au kutoa kitu gani, naambia mtu atapiga kelele kwamba acha kutoa hiyo. Niliona kuna ukimya, kwa hiyo nikajua huenda niko mwenyewe. Kwa nilivyotoa hivi, nikaangalia hivi sikuona mtu yoyote. Kwa sababu nikawa naanza nikakaa kwa sababu nilikuwa sijui niko wapi. Naanza kutafuta location, kwamba sasa niko wapi, hapa ni wapi. Baadaye nikaanza kusikia mngurumo kama magari. Kwa kule kwenye mngurumo nakaa nasogea. Sababu sasa nilikuwa sina nguvu. Naweza kusimama na pesu kanitembea mpaka hapo, mara macho yanakosa nguvu ya kuona, nakaa natambaa mpaka nikafika barabarani. Fika barabarani nikaanza kuomba msaada. Nimelala hivi naomba msaada. Na polisi madogo yananipita yote. Na kakamaa nasimama nasogea hata barabarani kabisa, mtu anakufisha niwashata anakupa gari yake. Na bahati nzuri akanapita bodaboda mmoja. Mimi nilimprizi sana, muomba sana, nikanyosha kwa muda mrefu. Nataka apitiza akaenda kugeuzia mbele. Akarudi akaniuliza, "Wewe ni nani?" Nikamwambia mimi ni Mdude. Umeona? Akasema sikufahamu wa wapi. Nikamwambia mimi natoka Mbozi, ndio nyumbani kwa Songwe. Nilitekwa, nimetupwa huku sijui niko wapi. Ndakaambia huku Inyara. Sasa mimi Inyara sikumsikiliza vizuri, nifikia anasema yuko Manyara.